Nafahamu mapato ni uti wa mgongo wa uendeshaji wa halmashauri yetu na utoaji wa huduma. Tuwezi kusema tunatoa huduma iliyo bora kama hatujakusanya mapato tuyaelekeze mapato yale kwenye miradi ya maendeleo na kwenye kuhudumia na uendeshaji wa halmashauri. Kwa mkurugenzi, nikutake wewe na timu zako zote za mapato na timu za mapato zote msimame vizuri kwenye vile vyanzo ambavyo tumeviainisha, vyanzo vyetu takriban 30. Vyote vifanye vizuri, kila chanzo kivuke malengo au kiende kwenye asilimia zilizo nzuri. Kwa nikuombe sana na nikutake sana, tusema kauli mbiu yetu ni sote ni maafisa mapato. Kwa hiyo wote ukipangwa kwenye mapato ukayasimamie. Sianza kusema mimi sisi maana mimi sijui afisa utumishi. Wote huwezi kuwa afisa utumishi kama mapato hayajaenda sawa. Lakini bado kwa sababu tuko mjini, bado tunaweza kubuni ukusanyaji mzuri wa mapato na tukafikia 100% kama anavyosema katibu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwaombe sana tusimamie mapato yetu. Na niombe mkurugenzi, hii 68% tuko kwenye high season 7, leseni, kwenye vitunguu, kwenye mazao, kwenye mambo mbalimbali. Tusimamie vizuri ukusanyaji wetu, mchana na usiku, ya mvua iwe jua, sote tuende kwenye mapato. Nitakuwa nimeeleweka hapo. Na kila pili ni miradi ya maendeleo. Ilibuka masuala ya fidia. Ndugu zangu, tunaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo kwenye kata zetu, na miradi ile inabaki kuwa ya kwetu kwenye kata. Kwa hiyo tunapoandaa miradi ya maendeleo, ni waombe sana waheshimiwa madiwani, hususan kwenye swala la ardhi, tutoe elimu kwa wananchi wetu, watoe ardhi na tuweke utaratibu mzuri sana ambayo kesho na kesho kutwa hautatuingiza kwenye matatizo. Sababu shule ni ya kwenu, halafu tunaishia kulipa fidia. Jambo hili linakuwa sio zuri. Badala tuelekeze fedha ile kwenye miradi mingine iweze kuwahudumia wananchi, tuanze kuhangaika na fidia. Tuangalie kwenye miradi ile tunayokuja kuitekeleza kwenye wakata yetu.